Ahlan wa sahlan wa marhaba mpenzi mtazamaji. Uhali gani? Natumai mzima afya popote unapoitegea KTN News. Karibu kwenye jukwaa la KTN ambapo tutakuwa tunazamia mijadala mbalimbali kama ilivyo ada. Leo tukiwa tunaangazia swala la wanawake na ugatuzi. Miaka 10 ya ugatuzi inamaanisha nini kwa mwanamke? Aidha awe uongozini au awe ni mwananchi wa kawaida pale mashinani ambaye alikuwa anatarajia kunufaika na safari hii ya ugatuzi. Ikiwa imefikia miaka 10, basi tutakuwa tunaangalia na kuitathmini iwapo imemnufaisha yule mwanamke kama alivyotarajia au imefeli katika kutekeleza hilo. Ndani ya studio nimeungana na Leila Hassan Duale ambaye ni wakili na vile vile ni mwanaharakati anayepigania masuala ya vijana. Karibu sana na asante kwa kuja. Na pia nimeungana na Mheshimiwa Gertrude Mbeyu ambaye ni mwakilishi wa kike kutoka kwenye kaunti ya Kilifi kule Pwani. Karibu sana na asante kwa kuja. Asante sana. Na moja kwa moja tukiangalia safari ya miaka 10 ya ugatuzi. Tunavyoitizama tunalipi la kujivunia hususan tukiwa wanawake katika safari hii. Tunavyoitizama na jicho la sisi kama wanawake, tunaiona safari hii sawa na mboni ya mwanamume ama tunaiona kwa tofauti? Tukianza na Leila. Tukizingatia kwa undani, jambo la kwanza ni kwamba hivi sasa tuna wanawake ambao ni magavana. Hili si swala ndogo kabisa. Wakati ambapo katiba ilipitishwa mwaka wa 2010, hii ilikuwa na kandoto. Itakuwa vipi mwanamke atakuwa gavana? Lakini kwa sasa ndio hao sisi tupo safarini na tunaendelea kujikaza. Naam. Mheshimiwa, wewe kama kiongozi unaishikilia nafasi ambayo imeundwa kupitia katiba ya mwaka 2010 ikiwa kwenye serikali ya ugatuzi, nafasi ya mwakilishi wa kike katika kaunti. Unaitizama vipi safari ya kiongozi mwanamke katika jicho la ugatuzi ndani ya miaka 10? Mimi nashukuru kwa hapa leo. Na furaha yangu kuungana nawe. Na asante. Mimi ni mmoja wa wale kusherehekea miaka 10 ya ugatuzi. Mimi nilianza siasa tangu ugatuzi ulianza 2013. Nilichaguliwa kama MCA kule Kilifi, wadi inaitwa Kibarani. Nikafanya kazi pale county assembly na wadi yangu ilinufaika pale pakubwa sana na ugatuzi. Ukienda Kibarani utapata elimu, utapata miradi, alama ya uongozi wa Mama Mbeyu. Na najivunia katika kazi ile nilifanya pale Kibarani ward. Chini ya ugatuzi nilipata kuchaguliwa kama mwakilishi wa kike 2017. Naam. Kwa mara ya kwanza. Nikafanya kazi yangu vizuri tena. Nikachaguliwa tena kipindi hichi kimeanza saa hizi 2022, na ugatuzi umeleta manufaa makubwa sana. Kenya yote na hasa Kilifi. Sisi tulikuwa nyuma sana kimaendeleo. Lakini katika ile miradi na zile pesa zilikuwa devolved, ziligatuliwa kuletwa pale chini, na hasa katika kiwango cha ward ilikuwa manufaa sana kwetu. MCA angeweza kujenga zahanati, dispensary. Mheshimiwa angeweza kutengeneza barabara, angeweza kununua matangi ya maji ukapiano, ukapeleka maji ya mfereji katika ward, ukaweka mataa ya mulika mwizi kuzuia hali ya uhalifu, insecurity. Kwa hivyo ugatuzi umekuwa manufaa. Mimi nikiwa shahidi kwa sababu nimekuwa MCA, mwakilishi wa wadi ya Kibarani, na nimekuwa kwa mara ya pili women rep. Ugatuzi umekuwa manufaa, hasa zile counties zilikuwa ziko chini, hazijulikani, na Kilifi ikiwa mojawapo ndani ya zile counties zote za Kenya. Naam, asante. Leila, Mheshimiwa Mbeyu ametaja kwamba kumekuwa na manufaa hususan katika maeneo ambayo yalikuwa yameachwa nyuma kimaendeleo. Hili ni jambo ambalo lilikuwa ni miongoni mwa malengo ya ugatuzi. Limeafikiwa kwa upande wako ukiangalia? Kuinua maeneo ambayo yalikuwa nyuma kimaendeleo na kuyaleta katika nafasi nzuri ya kuwa katika nafasi sawa na yale maeneo mengine ambayo yalikuwa yameendelea mbele yake. Siwezi sema kikamilifu ya kwamba ahadi hiyo imetimia. Bado kuna nafasi ya kuzidi kuensure ya kwamba watu katika hizi kaunti ambazo walikuwa wamesaulika wanapata nafasi ya kusaidika. Tukiangalia kaunti kama Samburu, tuangalie Narok, pahali ambapo nimetoka. Sasa ugatuzi kwa asilimia kubwa ile pesa ambayo inapatikana katika kaunti ya Narok inabaki pale. Tunaona maendeleo, kuna barabara, elimu, afya. Kwanza sasa tukiangalia afya, ile hospitali ya Narok wameweza kuexpand vikubwa. Na hiyo si serikali kuu, hiyo ni
serikali ya kaunti. Naam. Tumeona Mheshimiwa Mbeyu kuna sekta ya afya ambayo imekuwa na changamoto nyingi, na hii ni sekta ambayo ni muhimu sana hususan kwa wanawake. Tumeona vile vitengo vya wadi za kujifungulia maternity zikiwa zimeongezeka kwa wingi, lakini je, katika nafasi ya uongozi kwa wanawake zimeboreshwa? Vitengo hivi vya afya vimeboreshwa na hizi wadi za maternity zimeboreshwa kuwa na vifaa hitajika katika kutoa zile huduma hitajika kwa wanawake nyanjani kule kwenye kaunti? Tukiangalia pale mwanzo kabla ya ugatuzi, hali ya afya ilikuwa chini sana. Katika eneo moja la ugatuzi kaunti ilikuwa inategemea pengine hospitali moja peke yake. Lakini ugatuzi ulipokuja tulipata zahanati ziko katika ward level. Kulikuwa na mabadiliko kidogo, haijafikia kile kiwango kile kubwa utasema waweza pata kila kitu, lakini kuna usaidizi umeletwa karibu na kina mama. Mama anaweza kupata uchungu kutaka kujifungua usiku, lakini utapata katika ward kuna zahanati moja inafanya kazi. Katika sub county hiyo constituency kuna zahanati karibu haziko mbali vile. Tulikuwa tuki kule nyuma kabla ya ugatuzi. Kama kwetu Kilifi, mimi natoka Ganze. Ulikuwa ni lazima utoke Ganze uende Kilifi hospital ndio uweze kupata usaidizi. Ambulance hakuna, mama anajifungua barabarani. Lakini saa hizi ukienda Ganze constituency utapata Bamba kuna hospitali, ukienda huko Sokoke kuna zahanati, ukienda wodi ya Jaribuni kuna zahanati. Kwa hivyo ugatuzi huu umeleta tuseme urahisi kufikia matibabu, na hasa kwa kina mama na watoto wachanga. Rahisi sana kuweza kufikia hizi zahanati. Kidogo kumekuwa na nafuu. Hatujafikia kile kiwango tuseme tumefika 80%, at least 50-60% wa mama wameweza kusaidika, hasa wale walikuwa wanachukua mwendo mrefu kutafuta matibabu. Naam. Asante. Awali unaweza kuongezea, lakini awali ulitaja kuhusiana na nafasi za uongozi kuwepo kwa magavana wa kike katika kaunti. Nyadhifa hizi za uongozi zilizopo katika magatuzi sio tu zile za nafasi za mwakilishi kike kama za Mheshimiwa Gertrude, lakini zile nyingine kama za ugavana, ubunge, wanawake wamenufaika vya kutosha na nyadhifa hizi. Utakuwa unaongezea hoja yake Mheshimiwa, alafu utakuwa unalijibu hili. Kuongezea ni kwamba tuna ile linda mama. Linda mama imesaidia pakubwa sana kwa wale watu ambao hawajiwezi. Sababu itakuwa bora. Wakati zamani ilikuwa ngumu sana mwanamke especially akienda hospitalini alafu akona ile complication CS na mambo kama hiyo, ilikuwa ya bei ya juu sana kwa watu wengi. Lakini sasa hii linda mama imekuja na imeweza kusaidia wanawake pakubwa, na pia imeweza kupunguza ile asilimia vifo wakati ambapo kina mama wanaweza kujifungua. Na kwa swali ambalo umeuliza ni kwamba hivi sasa wanawake wengi wamepata ile sauti na nguvu ya kwenda kutafuta hizi viti. Au angalia tu ile for example kama hiyo women rep ndio ile ambayo katiba imetupatia katika kipengee cha 97. Lakini tukizingatia sasa hivi wanawake hata wanaendea MCA, wanaendea MP, na pia ukiangalia hizi parties chama wanaweza kunominate wanawake, na pia wanazingatia sana hiyo kupeana hiyo asilimia ya kwamba hiyo the 2/3 gender rule we must implement it. Haijalishi ni vipi, lakini tutafikia pale. Pia ukiangalia katika county tofauti the CEC positions wameweza kupatia wanawake. Unapata kama kwa positions kama 12 unapata 4 wanapewa wanawake. That's a step towards getting the ultimate gender role. Naam, Mheshimiwa Mbeyu, nyadhifa ambazo zipo wazi katika ugatuzi mbali na ile unayoshikilia ya nafasi ya mwakilishi wa kike, zimewanufaisha vya kutosha wanawake nyadhifa hizi, ama bado wamefungiwa nje ya nafasi hizi mbali na kuwa wanaweza kugombea ni wanawake na wanaume? Kusema kweli hazijatosheleza. Hii nyadhifa ya mwanamke mwakilishi wa kike katika jimbo ni nafasi imekuja na katiba, affirmative position. Lakini tamanio langu ikina mama waweze kujitokeza kwenda kwa single constituency, wabunge wa eneo bunge moja, ili tuone vipi. Ulikuwa umezungumza kuhusu 2/3 gender. Ni kitu tunangangania. Sasa hizi tumetoka kwa mkutano wa masaa zaidi ya 4 na waziri wa gender Mheshimiwa Aisha, tukizungumzia mojawapo ni
Ni vipi tutaweza kutimiza ndoto yetu ya two-third gender ndani ya mabunge yote mawili. La tatu, lile la county assemblies. Ni muhimu. Lakini sasa hoja kubwa ni kuwa nani anajitokeza? Wanawake tunajulikana si ni waoga na siasa. Mimi nimezoea, mimi saizi nimekuwa wigi wa siasa. Lakini ni vipi tutaweza kubeba wamama wengine waweze kujitokezea? Siasa mambo ni mchezo mchafu. Wanawake wengi wanaogopa siasa. Hatujaweza kutimiza hii, itakuwa inakuja pole pole, gradual. Kwa sababu mwingine paka angalie haya hii Mbeyu vile anavyotukanwa huko kwa ground, mimi siwezi thubutu kuingia katika mchezo huu. Lakini tukija tukisawazisha, tukisanitize siasa na hasa ya kina mama. Wamama wako vulnerable. Hawana pesa ya kuendea siasa. Siasa uwe na pesa. Wanaume wana pesa huko. Ukisema nenda single constituency, unaenda kuminyana na wababa 7-10 wenye hela. Mama wewe mmoja watafuta hii hela uende siasa, wewe ndo angalia watoto nyumbani, wewe ndo angalia yule baba, uangalia jamii kubwa. Kwa hivyo upande wa challenge kwa kina mama kuendea siasa ni uoga ule wa kudalilishwa, nikitumia neno hilo. Wenda pale wapakazwa mambo hayamo, yanakaa kweli na watu wanakuangalia kwa jicho kamba Na kule kwetu bado watu wanaangalia wanawake wale wakae jikoni wapike, wazae, walelee watoto. Bado kuna zile itikadi. Lakini sasa hii tumemaliza miaka 10 ya ugatuzi. Wameona wale wamekuwa kwa siasa na hasa kina mama wamefanya kazi nzuri sana. Utapata magavana wameongezeka. Kazi zao zimeonekana. Usifie tu jimbo la Nakuru. Viongozi wote ni wanawake. Ningewapigia makofi hata nikiwa hapa. Governor mwanamke, senator, MPs wote women rep, yani inafurahisha. Governor Kihika uangalie even nikaona kuna pahali ameshika kina mama vizuri, ile majimbo mengine yaweze kuigiza pale. Kufikia miaka 5 hii tutamaliza, utasikia Nakuru iko juu. Uongozi wa mama tofauti. Mama si binafsi. Sitasema kwa wale kina baba, kuna wale wanafanya kazi vizuri, lakini ukiona wabunge wetu wengine miaka 10 ya ugatuzi kwake hakuna tamaji. Hakuna ukulima, agriculture was developed. Hakuna, watu bado wanalia njaa mpaka leo. Naam. Leila, masuala yanayozungumzia mheshimiwa, kwanza tukizungumzia swala la uoga wanawake kukumbatia uongozi, hili linaweka nyuma kwenye kiasi gani wanawake kuweza kukumbatia zile nafasi ambazo zipo wazi na pia wao wana haki kuzikumbatia? Uoga nikiwa mmoja. Naam. Kwa sababu nilipokuwa chuo kikuu Moi niliweza kuendea kiti cha uongozi na nikakuwa naibu wa mwenyekiti. Nilipofika 2017 kaangalia nisimame MCA kidogo kuogopa pia pesa. Haya 2022 ndio hiyo. Naangalia pale wale watu ambao wanaenda kugombania kiti na wao na watu ambao jambo la kwanza wanajuana na mabwenyenye kama wao si mabwenyenye. Unaona? Sasa mimi kama kijana inaniweka wapi? Kwa sababu ndio mimi ni mwanamke lakini mimi ni kijana bado. Hela ndio natafuta bwana. Inakuwa ni ngumu. Kwa hivyo uoga ni jambo ambalo na mheshimiwa mkiweza kuwa na mikakati ambayo ina kutumenta sisi this upcoming young politicians, kwa sababu walituambia sisi ndio viongozi wa kesho, lakini kesho ishafika bwana. Sasa tuko kwa waiting na safari ya kesho pangwa leo. Pangwa leo. Na inaanza na hatua moja. Kwa hivyo uoga ni jambo ambalo inaturudisha sisi wanawake nyuma pakubwa sana. Mheshimiwa amezungumzia swala la uongozi wa mwanamke, ukijaribu kueleza tofauti ya uongozi wa mama na labda tuseme ile jinsia nyingine, tusionekane ni kama tunabagua, lakini ni swala ambalo limeendelea kuzungumziwa, uongozi wa mama uko tofauti. Je, unahisi hili limefungua jicho la jamii kuangalia mwanamke katika jicho tofauti, na pia zikiwa nyadhifa za uongozi kwenye ugatuzi zinachangia labda kwa mwanamke kupata nafasi sasa kuingia na kukalia kile kiti cha uongozi? Kabisa, kwa sababu watu nasema mwanamke ni manager mzuri. Mwanamke anaweza kumultitask. Ufanye jambo moja hapo, ufanye lingine pale, ufanye hipi, ufanye mambo matano kwa pamoja. Ni maumbile, sayansia ya maumbile ya mwanamke. Baba atataka kufanya project moja mpaka amalize ndo aanze nyingine. Lakini ukinipa mimi
Kesho ukinifuata niko huko nyanjani na gawanya sanda towels. Kesho nimepeana pesa za kina mama za miradi. Kesho kutwa vijana wako pale nimewapa pesa za miradi. Nimeenda huko kuungana kina mama kuwafundisha hali ni vipi watapata ku access pesa na hasa za ofisi yangu ya women rep. Hizo pesa za ngafu. Kwa hivyo ni vitu ambavyo tunaweza kumultitask tukafanya miradi mingi. Tukiachiwa ukienda kama Kibarani, mimi ningeweza kuanzisha dispensary, nimejenga social hall 2, nimejenga market, nimejenga tangi kubwa na maji, ambayo tangi kubwa kabisa pale katika ward. Nimejenga barabara, nimefanya miradi mingi ambayo ukienda hii huwezi kupata ward zote wale wenzangu walikuwa. Kwa hivyo mwanamke ni mwenye maarifa mengi. Mwanamke ni manager mzuri wa pesa. Si rahisi ukipata mwanamke ameiba, jua ni wale wamekuwa. Lakini kuzikopa, kununua lipstick kisha utazirudisha, kesho ununue. Sisi ndio managers, ukiona kiatu kizuri unanunua kisha utarudisha. Ukiona hata vikundi vingi vinavyotengeza pesa hizo za kukopa na kuregesha ni kina mama. Vikundi vingi vya kina mama. Mama hata ana vikundi kama 5. Akopa 2,000 hapa, akopa pale, alipe mwanawe fee, anunulie shati hata mmewe. Baba hana kikundi hata kimoja. Haingii ule asikia maana baba ni waoga pia na kukopa. Hataki kudaiwa, ni aibu. Lakini mama haimjalishi. Talipa kikundi hiki, Upendo women group huko, Sifu women group huko, groups zote na utaattend zote, uhakikishe huko umelipa 200, kule ni 1000, kule ni 2000. Ikija mwisho wa mwaka Disemba, mama ndio wanaondoa Christmas siku hizi Kenya, hasa kwa Kilifi. Wavunjwa vikundi visanduku vya bila bahali, ukitoka hapo na pesa. Vesele ndio hizo. So wamama wamekuwa managers wazuri. Si waoga saizi kuweza kutengeza pesa. Na si waizi kina mama. Nizungumze hili neno kwa sababu si rahisi umpate mama amepatikana katika kasumba ya kuiba mapesa makubwa. Ukipata mmoja kama huyo, jua kuna wanaume hapo wamemsukuma tu. Lakini si original idea yake ya kwa kwenda kusanya. Maana atafikiria pesa hii ni wateja. Wateja ni wenzangu, ni mama wenzangu. Siwezi kuwafanya hivi. Ile hukumu kwa mwanamke kwa yashika haraka. Lakini kwa hawa wenzetu hawafikiri mara mbili. Kwa hivyo uongozi wa mama umekuwa bora, na hivi tunavyoenda na ukiangalia Ugatuzi miaka 10 sasa hizi tunajivunia pale pakubwa. Lakini nikikwambia miaka 5 inayokuja utapata uongozi mkubwa. Kina mama wataendea. My youth here anasema ni mwoga kwa sababu ya pesa. Mimi nikikwambia historia yangu, niliingia MCA sikuwa na pesa. Kuzungumza tu, public speaking. Nifuate katika mtandao yangu utajua vile inafanya. Confidence, ile confidence ya kueleza watu, kuambia ukweli bila kudanganya, bila kuigiza mtu mwingine alisema nini. Mimi nikienda baada ya Constitution 2010 kupitishwa, nikaona kuna nyanyasa za kina mama wanataka, nilianza mapema. Na nikiwa mwalimu sasa, public speaking ilikuwa si issue. Kitu ya muhimu tu usidanganye wale watu unawaambia, uambie ukweli. Kama Kibarani nilikuwa nawaambia, unipe kura tufanye kazi pamoja. Sikuwa niwafanyie. Kwa sababu ukisema nitawafanyia ikishindikana, ushawakosea hurudi tena. Lawama tena. Tuwe pamoja, tupange ni mahitaji gani, priority ni gani katika wodi yetu. Tuendelee. Na hivyo ndio nilivyofanya. Tukatafuta zile priorities, nikawa chairperson pale wa scholarship pale na bursary, tukalipa pesa watoto. Maana mimi kutoka walimu kwenda siasa ni kuendeleza elimu ya mtoto na hasa mtoto wa kike ndani ya Kilifi. Naam. Sasa hizi mimi ndio champion wa elimu ya mtoto wa kike na kivulana kule Kilifi. Mimi ndio nimekuwa na mradi mkubwa wa full scholarship. Nilifanya 2022, 2027, 2022. Watoto zaidi ya 100 full scholarship wametoka na grade za kwenda university, 90% of them. Na ni wale watoto ndio wapata pale maisha chini. Hawawezi kufanya shopping, hawana fee, na mimi nikawalipia miaka 4. Form 1 mpaka form 4 kulipa tikiti kwenda na kurudi na shopping. Ni mradi mkubwa uko pale na watu wanaofurahia. Nimechukua wengine tayari sasa hizi kipindi hichi changu 55 nishawalipia fee yao yote sasa hizi. Na nafurahi kwa sababu unachukua msichana, unachukua mvulana katika jamii ya chini, amemaliza kwao, hakuna hata structure, nyumba ya kuishi, amepata B+ anaenda university. Kijana huyu, msichana huyu atakuja asaidie familia yake. Ndio lengo langu kubwa, asaidie siblings wake, wazazi wake, au ajisaidie yeye mwenyewe kuweza kuinua hali ya kiuchumi
kwa jamii yao. Naam. Yes. Asante. Na tukiangalia swala la thuluthi mbili ambalo tulikuwa tumelizungumzia awali na mheshimiwa pia ameligusia kidogo. Leila, unahisi hili litabadilisha vipi uongozi wa mwanamke ama nafasi ya uongozi ya mwanamke ndani ya ugatuzi ama katika nafasi zingine tu za uongozi serikalini? Kwa sababu ni swala ambalo limezungumziwa sana na licha ya kuwepo kwenye katiba, kuafikiwa kwake kumekuwa bado kupo chini sana. Sababu ni zipi, na litakapoafikiwa wakati tutakapofika hapo tutakuwa tunapata manufaa gani kama wanawake? Changamoto kuafikia thuluthi hiyo, kwanza ndivyo tumesema wanawake ni waoga, kwa hivyo kuendea hizi positions inakuwa ni ngumu zaidi. Kitu cha pili ni kwamba ubabe dume ni kitu ambayo imekithiri kwa miaka nyingi, karne na karne. Unapata kwamba mwanamke akiamua kujitokeza pale, hata pale mmewe pale nyumbani kukupea ruhusa, kwa sababu pia kwa dini lazima umwombe mume wako ruhusa. Anakuambia hapana, huwezi fanya hivi na hivi. Jambo lingine ni kwamba challenge kubwa ni watu kukubali. Wanawake wenyewe sisi ni wadui wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo unapata kwamba kuna mwanamke anasema hii position na women rep inafaa kutolewa. Wanawake wanafanya nini? Lakini sisi tukiangalia sana ukiangalia watu ambaye wako pale chini, wako pale chini kabisa, wanaelewa kwamba most counties the women rep position ndio imekuja kusaidia hii chama ya wanawake huko chini. Kama Narok huko pale ambapo Wamasai wanashona hizi beads, unashanga wanazishona, unapata kwa women rep ndio amewakreatia platform ya kuuza hizi shanga abroad. Unaona? Kwa hivyo tuna safari kufikia hiyo thuluthi mbili. Kweli kabisa kuna safari. Sababu ikiwa ni we have a long way to accept that women are the future. Na vile mheshimiwa amesema the future is female. Na vile mheshimiwa amesema wanawake we are good managers. Hiyo si jambo ambalo ni geni, lakini hii tunataka kutia dosari katika kila kitu. Tunataka we just want to criticize instead of hakuna healthy criticism when it comes to ndio maana sasa unaona watu wako all eyes. Mwanamke mheshimiwa akipatikana kwa shida, akikuwa na jambo all eyes, kila mtu akopo anataka kumcriticize. Instead kukubali kwanza huyu ni binadamu. Hilo ni jambo la kwanza. Ni binadamu, na binadamu akosea fine, tuko na koti zetu hapa. Na kuna njia kufuatilia. Kwa hivyo safari ni ndefu, lakini tutafika kwa sababu kama hapa tumekana mheshimiwa women rep, hatuko tunafikiria ni kitu ambacho ita happen. For 2010 constitution, to be honest, imetoka mbali na bado inaenda mbali. Na ile kitu na constitution kusikia watu wanasema wanataka referendum for what? Lazima tuipatie muda. Naam. Mheshimiwa, tukiangalia wanawake wenyewe katika kujipigania nafasi zao walio uongozini, kwa sababu kuna wakati nilikuwa nafanya mazungumzo na waheshimiwa wanawake hapa ndani ya studio, na walikuwa wanasema kwamba wakati mwingine wanawake hawazungumzi bungeni wanapokuwa wanatetea hata hiyo agenda ya thuluthi mbili, wanakaa kimya na inaonekana ni kama hawako mstari wa mbele. Hata wengine labda hawapo pale kwenye kile kikao. Viongozi wanawake walio kwenye uongozi wanafanya juhudi gani kuhakikisha kwamba zile nafasi zao zinasalia, wanazipigania na pia kupigania nafasi zaidi kwa wanawake wengine kuingia uongozini? Mimi nataka kusema wazi, si rahisi sana kupata nafasi kuzungumza pale ndani ya bunge. Kuna taratibu. Urauke, uweke kadi yako, iweze kuread pale kwa speaker, na yeye atafuatilizia nani number 1 aende hivyo. Akitaka kubalance ni discretion yake, lakini lazima uwe pale mapema. Kuna button ya intervention. Ukiwa na kitu kinakukera, wewe ni mwanaharakati, unataka kusema ubofye, atakunotice na aweze kukupa nafasi. Si rahisi hivyo. Wale wengine wametajwa, tumeona magazeti imeandika wale mabubu, mnatumia jina mbaya. Huyu ni mama, huyu ni kiongozi, alikuwa field, alikuwa ground, akatafuta kura. Hajakuwa bubu. Ni kupata ile nafasi ya kuzungumza ndani ya bunge, to catch the speaker's eye. Si kazi rahisi, lakini hili bunge lilio hapa ni uwe mkakamavu, hiyo ni sawa, na uwe mrahisi. Hata kama umeweza kukosa, unaweza kumfuata speaker kumwambia mimi na hoja ya muhimu nataka kuizungumzia. Mimi ni mmoja wapo nimeomba ruhusa hizo mara nyingi sana kwa speaker. Hata jana nilizungumza. Nilikuwa nimeweka kadi kuchelewa. Hoja inaambiwa tutoe TikTok, tufutilie mbali. Nilikuja pale mtu ameandika petition. Na nikamwambia speaker, mimi unavyoniona Ijumaa nenda kupewa award kwa kuweza kutumia mtandao vizuri nikiwa mwanasiasa pekee ndani ya Kenya. Kwa hivyo sio ni vipi TikTok itolewe? Ni tuweze kufanya marekebisho. Zile sehemu tunaona zinadhuru watoto, zinadhuru jamii. Kuna wale wanatumia mtandao vibaya.
tuweze kurekebisha tu vitu kidogo, lakini iendelee. Nimwambia mimi situmii TikTok, lakini katika zile platform zote niko. Tafuta YouTube utapata. Na hongera kwa sababu unakwenda kupata. Na mimi saizi nimeweza kuchaguliwa online, bringing impact online. Na nashukuru Ijumaa nitabaki hapa niende kuchukua ile award nikiwa mwanasiasa mwanamke. Tuzo hii inamaanisha nini kwako, hususan ukiwa kiongozi mwanamke? Na ikiwa ni kitu ambacho sasa hivi tunaangalia safari tunayokwenda nchini ni ya kidijitali. Hata leo rais akiwa kwenye kongamano wa kilizindua alizungumzia masuala ya kuongeza nafasi za kidijitali na kuwepo na zile hubs kule mashinani. Akiwahimiza wale wakilishi wadi kuhakikisha kwamba kila wadi inacho kituo kama hicho. Hili linamaanisha nini kwako? Ukiangalia kwamba ndio kesho tunayoelekea na unapata tuzo kwa wakati huu. Mimi najivunia. Mimi ni mtumiaji wa mtandao sana. Na kwa sababu ni kiongozi, niko na media team yangu, Mama Mbeyu media team. Inafanya kazi. Mimi niko katika hizi platform, YouTube, Twitter, Instagram, niko WhatsApp mimi mwenyewe mpaka saa 8 usiku. On daily basis 24/7. Kwa hivyo katika hali yangu ya kuzungumza na hasa pale ndani ya bunge, nilipokuja ile hoja ya kupuka kule kwangu Shakahola, hii ilienda kabisa. Watu wanaanza kujua mama kumbe ni mkali hivi, amegusiwa sipo kule kwake kaunti yake. Na ile iliweza kuniongezea pahali pakubwa sana, kwa kazi wa pahali pakubwa. Mimi ni mkoa kwa upinzani, kwa hivyo niko na fursa nzuri ya kuweza kukosoa serikali pahali popote nilipo. Kenda Matangani nakosoa, nikiwa bunge nakosoa, nikiwa kwenye mkutano. Kwa hivyo imeweza kuniangazia pahali pakubwa. Lakini uzuri pia niko na timu nzuri ambayo inaweza kuniangazia kila wakati, kila ninachofanya, kila mkutano naoenda huwa uko kwenye mitandao 24/7. Naam, nafikiri ni kitu ambacho viongozi wengine wanafaa kukisoma. Iwapo tuzo kama hii, mtazamaji, mheshimiwa atakuwa anapokea tuzo siku ya Ijumaa majaliwa, na boni tuzo ya kipekee ya kutumia mitandao vizuri, Digital Fit Award nchini Kenya kama kiongozi. Nafikiri ni hongera kwake kwa kupata tuzo hiyo. Lakini nakwenda kwenye pumziko fupi, nitakaporejea nitakuwa naendelea kuangalia zaidi masuala na kutathmini wanawake na ugatuzi umewafikisha wapi, na safari hii na kaje tunapoelekea zaidi ya miaka 10 tukiwa tayari tumekamilisha miaka 10. Siende mbali.